Shalom, shalom sana mtu wa Mungu ambaye unanifuatilia katika mafundisho. Mimi mtumishi wa Mungu Frank Mtui, na acha niombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru sana. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya msikilizaji ambaye ananisikiliza. Basi achilia neema yako tukapate kuelewa maandiko, na maandiko haya yakatufanye kuifahamu kweli, na hiyo kweli ikapate kutuweka huru. Amen. Leo natamani tusome kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 5. Samueli wa kwanza mstari wa 5, kuna mambo natamani tuyafahamu kidogo. Biblia inasema kitabu cha Samueli wa kwanza, nabii Samueli wa kwanza mstari ni ule wa 5. Maandiko yanasema, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Sasa kuna jambo ambalo natamani ulifahamu. Sio kila kifungo ulichonacho ni shetani. Na watu wengi hapa ndio mahali ambapo wamepoteza mwelekeo kwenye ulimwengu wa roho. Jambo ambalo ni Bwana amehusika, wewe unampiga shetani. Fikiria, huyu mwanamke ambaye aliitwa Hana alikuwa ameolewa kwenye familia ya wanawake wawili waliokuwa wameolewa na mume mmoja ambaye jina lake aliitwa Elkana. Na maandiko yanasema huyu mwanamke alipita kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu alikuwa hapati watoto. Na mke mwenzake aitwaye Penina, maandiko yanasema alikuwa akimchokoza sana. Nina imani unafahamu mwanamke ambaye, kama ni mwanamke unayenitazama, umeolewa alafu hupati mimba, vita inakuwaje? Sasa kwenye huu mstari wa 5 maandiko inasema huyu mume wake aliitwa Elkana alimpenda Hana mara mbili kuliko Penina. Utashangaa ni maajabu kwamba mwanamke ambaye hampi mume wake watoto, yeye ndo anapendwa mara mbili kuliko yule ambaye anampa mume wake watoto. Sio kitu cha kawaida. Kwa hapa Uchagani mimi naweza nikazungumza, au hata kama ni mikoa mingine, makabila mengine, mwanamke anapokuwa hapati mtoto kwa wakati, sio kitu cha kujificha, upendo unaanza kupungua na vita inakuwa kubwa sana. Lakini utakuja kuona pana kitu cha kimungu hapa, ile kwamba huyu Hana habebi mimba haikuwa zuio la Elkana kumpenda mke wake. Kwa hiyo hakumwoa Hana kwa sababu ya Hana apate mtoto. Alimwoa Hana kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Hana kuolewa. Naomba nirudie tena. Hakumwoa Hana ili Hana aje ambebee mimba. Hana aliolewa kwa sababu ni mapenzi ya Mungu Hana kuolewa. Sasa nataka tuone hicho kitu. Tumbo la Hana lilifungwa asibebe mimba. Narudia kusema hivi, watu wengi wanashughulika na vifungo wakipambana na shetani. Nataka nikufikirishe, sio kila kifungo shetani anahusika. Kuna vitu vingine ni mpango wa Mungu kwenye maisha yako, na unapaswa kujua huo mpango wa Mungu. Changamoto tulionayo ni kutokujua mpango wa Mungu. Sio kila vita ina hasara kwenye maisha yako. Sasa sikiliza vizuri uweze kunielewa. Kama kuna kitu cha msingi ambacho ni cha baraka kwa Hana, ni Penina. Kwa sababu maandiko nasema alipokuwa anamchokoza Hana aliumia ndani. Na alipoumia ndani, maandiko yanasema kwenye kitabu hichi cha Samueli wa kwanza 1, ukisoma mstari wa 11, anasema akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kwake. Sasa sikiliza. Pasipo Penina hakuna nadhiri. Kinachompelekea Hana kuweka nadhiri ni vita anayoipata kwa Penina. So Penina wako ni mtu wa muhimu sana, wala usije ukamchukie. Unachopaswa kukijua ni kusudi la Mungu lililoko ndani yako, na ni kwa nini Penina yuko. Wakati mwingine Penina anakusukuma kwenda kwenye mafanikio yako. Wewe umemchukia Penina wako. Najua unanitazama. Wewe una hasira na yule anayepambana na wewe.
yule ambaye anakuchukia wewe una hasira. Lakini kwa mtu wa Mungu Hana, yeye hakukasirika, ilikuwa advantage. Alikuwa kama vile ni winch imemsogeza kwenye hatima yake. Na maandiko inazungumza alipokuwa anaenda madhabahuni, kuhani aliyekuwa kwenye madhabahu ambaye aliitwa Eli akamwangalia kinywa chake, basi Hana alikuwa kinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Sasa angalia, hii ni vita nyingine. Amekuwa na vita ya Penina, ameenda kwenye madhabahu, ana vita nyingine ya kuonekana yeye ni mlevi. Sasa tunataka tuangalie kitu cha msingi sana. Kama kuna kitu umekibeba, Penina lazima awepo. Na katika ulimwengu wa roho, ulichokibeba kinakuja kwenye wakati wa Bwana, hakiji kwenye mitazamo na wakati unaotaka wewe. Na mahali ambapo tumekuwa na changamoto ni pale ambapo tunavitaka vitu nje ya wakati. Kumbuka, ili tumbo la huyu mwanamke lilikuja kubeba mimba. Na huyu mtoto aliyekuwa kwenye tumbo la Hana ndio huyu anaitwa Nabii Samuel. Na Hana anasema, utakaponipa mtoto nitakupa. Kwa ili Samuel awe wa madhabahu anahitajika Penina. Ili Samuel atoke katika nguvu ya Mungu na atembee na nguvu ya Mungu anahitajika Penina. Kwa Penina ni sehemu ya Samuel. Tunaweza tukamwangalia Penina kwa jicho lingine baya sana, tukamwona ni mwanamke mbaya mwenye maneno mabaya, lakini katika ulimwengu wa roho pasipo Penina hakuna Samuel. Sasa sikiliza mtu wa Mungu, na Mungu akusaidie na Mungu akubariki sana. Vita ulionayo hebu ichukulie ni fursa kwako. Usifanye vita na wanaopigana na wewe. Jua ni kwa nini hiyo vita imeinuka. Na unafahamu kwenye kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 10 na kuendelea, vita vyetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza. Yaani changamoto ulionayo wewe inaingia mwilini. Sasa huyu mama ambaye anaitwa Hana, hakuna mahali tuliona amekuwa na vita na mke mwenzake. Wewe inawezekana tu wifi mwenyewe uongee naye. Inawezekana shemeji tu uongee naye. Lakini katika ulimwengu wa roho, kwa mtu ambaye amebeba kitu cha kimungu, hafanyi vita vya kimwili. Sasa nataka uone msingi wa somo hili. Penina ana umuhimu sana kwenye maisha yako. Pasipo Penina wewe huendi kwenye hatima yako. Changamoto ulionayo, umemkasirikia Penina. Usije mkasirikia Penina. Na changamoto ulionayo, unamuona shetani kuliko kumuona Mungu. Yaani hapo unapopita umekuwa ukimuona mno shetani. Ni sawa na mtu ambaye ana comment, yaani Yesu yuko hapa, shetani yuko hapa. Comment zako ziko zaidi ya 800 hapa kwa shetani. Lakini hapa kwa Yesu labda ziko 40. Yaani umemwona shetani mno. Sasa katika ulimwengu wa roho, nataka uone wameolewa wanawake wawili, lakini mmoja kati yao tumbo lake limeandaliwa kumbeba nabii wa Bwana. Na ili nabii atoke, kuna kitakachosababisha nabii huyu kutoka. Ni nani? Ni Penina. Huyu Hana asingekuwa na viwango vya kwenda kumwomba Mungu na kuweka nadhiri, kama nilivyokusomea Samuel wa kwanza 11, na kwenda kumwambia Mungu, angalia teso langu na unipe mtoto, na huyu mtoto ni mkupe. Inawezekana angempata pasipo huyu Penina, Samuel asingekuwa wa thamani. Sasa uthamani wa hapo ofisini kwako, uthamani wa kipawa ulichonacho, uthamani kwenye ndoa yako, Penina lazima yupo. Na ukiona unapigwa vita sana, kuna kitu umekibeba. Sasa ukipoteza muda kupambana na wanaokupiga vita, unapoteza muda mrefu sana wa kufika kwenye hatima yako. Na mimi lengo langu leo, nataka ufike kwenye hatima yako. Wana wa Israeli walishindwa kufika kwenye hatima yao kwa sababu walipoteza muda wakinung'unika, wakimlaumu Musa, wakimnung'unikia na Mungu. Na changamoto ya Wakristo tulionayo leo, tumekuwa na manung'uniko sana, tumefikirishwa sana habari ya shetani kuliko habari ya uweza wa nguvu za Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mimi leo ninataka fikra zako zipokee kujua Yesu uweza wake ni mkuu kuliko vitisho vya shetani. Unapofikirishwa sana habari za shetani, na adui anapata nafasi kwenye moyo wako. Na maandiko yanasema usimpe shetani nafasi. Nimekuja kwako leo kukwambia, kama umemchukia Penina, hiyo chuki iondoke kuanzia leo. Yoyote yule ambaye umemchukia kuona ni adui yako, natamani usikae umuone huyo mtu ni adui. Natamani umuone huyo mtu ndo anayekupush wewe. Ulikuwa unaomba dakika 20, my friend, nenda kaombe nusu saa, kaombe lisali moja, kaombe masaa mawili. Ulikuwa una muda wa kusoma Biblia,
ayamkini una muda wa kukaa kwenye vijiwe, unapoteza muda kwenye vitu visivyokusaidia. Nenda kasimame sasa kwenye nafasi yako kwa kupitia uchokozi wa adui yako. Maana ninajua hakuna mtu mwenye kitu ambaye hana uadui. Maadui watakuwa wengi, ni kwenye biashara yako, ni kwenye ofisi yako, ni kwa watoto wako, ni kwenye ndoa yako. Penina wako akupeleke kwenye hatima yako. Penina wako akusababishe ukazae kitu cha thamani. Penina wako akakufanya wewe ung'ae. Amen. Naomba nikuombee mtu wa Mungu. Mtakatifu, ninakushukuru sana. Huyu mtu anayenisikiliza leo, Mungu, inawezekana amepita kwenye wakati mgumu sana akipambana na maadui. Kuna mtu ambaye amemchukia, akisikia tu jina lake anaumia. Ninaomba ukampe amani leo katika jina la Yesu, kwa sababu kutokana na namna amemchukia ndugu yake, kwa namna amemchukia ayamkini mwanamke aliyoolewa, wameolewa sehemu moja, kwenye ofisi ile amechukia, ndio maana amekwama sehemu moja muda mrefu. Ninatangaza ukapokee amani na ukawasamehe waliokukosea katika jina la Yesu, ili Mungu akufikishe pale mahali ambapo amekusudia. Amen. Mungu akubariki sana mtu.